Shalom ndugu wapendwa katika Kristo. Usiku wa leo kuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu aliliweka ndani yangu ambalo amenipa pia neema ya kuweza kulizungumza. Linaweza likakusaidia, likanisaidia pia, likasaidia na yoyote yule ambaye atalisikia na kulipokea. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na hilo neno linapatikana ndani ya Biblia takatifu ambalo linahusu kumiliki au kutawala. Tutasoma ndani ya Biblia tuone ni kwa maksudi gani tuliumbwa na ni vitu gani ambavyo tulipewa tulipoumbwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tutachukua Biblia yetu hapa tusome katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya kwanza kabisa, tuone jinsi tulivyoumbwa sisi wanadamu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kwa maksudi gani tuliumbiwa, kwa maksudi gani? Kwa maana Mungu hakutuleta tu hapa akasema mimi namuumba mwanadamu so na aende na maisha yake. Hapana, Mungu alikuwa na malengo, Mungu alikuwa na maksudi, na hakutuleta hapa duniani hakutuumba kwa bahati nasibu. Hapana, alituumba kwa malengo na maksudi yake kabisa, na mwanadamu akiyafuata yale maksudi ya Mungu au akiyashika yale Mungu aliyomtamkia yeye alipokuwa akimuumba, ataweza kumiliki, ataweza kutawala. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tutasoma hii kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wake wa 26 hadi 28, ambayo inasema, tunasoma kwa msaada wa Yesu. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipotuumba alituumba kwa sura yake. Alipotuumba alituumba kwa mfano wake. Na sura ya Mungu, yani Mungu yeye kama yeye ni mfalme wa wafalme na ni mumiliki wa vitu vyote. Ni mwenyezi wa mbingu na nchi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yani kila kitu kilicho hapa duniani kilitokea kwa neno lake, kwa maksudi yake, kwa uwezo wake. Na sisi pia tukatokea kwa maksudi yake na kwa uwezo wake. Lakini sisi wanadamu tukapendelewa, tukapewa ule uwezo wa kumiliki, uwezo wa kutawala. Tukishuka hapa 27 inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28 inasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia. Hiyo baraka alitamka akiwaambia hivi: zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuzae na kuongezeka katika kila kitu ambacho tutakigusa, tutakishika. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuna mamlaka ya kuzaa na kuongezeka kwa elimu zetu, kwa biashara zetu, kwa uzao wetu, ndani ya huduma. Huo walali sisi wanadamu tunao. Ni kitu ambacho Mungu alikitia ndani yetu tayari. Na kutiisha kila kitu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Alitupatia mamlaka ya kutiisha kila kitu katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Lakini vinavyomzoofisha mwanadamu ni pale ambapo sasa yeye anaenda mbali na uso wa Mungu, anapoasi, anapotenda dhambi, ananyanganywa ule uwezo wa kumiliki, ananyanganywa ule uwezo wa kutiisha, kwa sababu mwanadamu anapotenda dhambi anakuwa mbali na uso wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tukisoma hiki kitabu huku cha Isaya 59, tusome haraka haraka. Isaya 59 unasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa sababu pale mwanadamu anapotenda dhambi, uso wa Mungu anaugeuza
Na Mungu anapokugeuzia uso, yani utatembea giza na hautakuwa tena na yale mamlaka, hautakuwa tena na ule uwezo wa kuweza kumiliki. Lakini unapompendeza, ukaacha maovu, ukaacha dhambi, unaweza ukamiliki na kutawala kila kitu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kikubwa kwanza ni wewe, yani ule mfano wa kiungu, ile sura ya kiungu inatunzwa kwa kuishi maisha ambayo Mungu anapenda. Unapoishi maisha yenye wewe unapenda, maisha ya dhambi, ule uso wa Mungu, ile sura ya Mungu itakuondokea na utavaa sasa sura ya uovu, sura ya dhambi. Na Mungu anapokutazama ataona ni dhambi ndani yako. Hataona tena ule utukufu wake. Hataona tena ile mfano wake aliyokuumba nayo, kwa sababu umeshaichafua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini mamlaka ya kutiisha na kutawala tunayo. Mungu pia akamwambia Yoshua, tukisoma hapa kwa kitabu hiki cha Yoshua, kitabu cha Yoshua sura yake ya kwanza, wakati wana wa Israeli walikuwa wanatoka Misri, walikuwa waishaishi jangwani miaka 40. Sasa wanataka kuingia kuanza kutawala na kumiliki. Mungu alimwambia nini Yoshua? Tuone hapa. Hii kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, huu mstari wake wa 3 kwanza. Tunasoma kwa msaada wa Yesu Kristo. Kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Mtu anapoenda katika kusudi la Mungu, Mungu anampa kumiliki, Mungu anampa kutawala. Tunaona kwanza hii ahadi ya Yoshua kuja kumiliki au kutawala sehemu ambapo nyayo zake zitakanyaga. Hii ahadi inatokana na Ibrahim, kwa sababu Ibrahim aliishi maisha matakatifu, maisha mazuri ambayo alimpendeza Mungu. Na kwa sababu alimpendeza Mungu, Mungu alimpatia hiyo nchi na akamwambia, wewe sasa hivi ndio hautamiliki, lakini kizazi chako baada yako kitamiliki nchi hii ambayo inajaa asali na maziwa. Na alipolipokea lile kwa imani na akazidi kuishi maisha matakatifu na kizazi chake akachana kifundisha neno la Mungu, ndio kwa maana walipewa kumiliki hapa. Kwa hiyo vitabu vya Musa tunaona pale ambapo wale ambao waliasi pale jangwani, wakatenda maovu, wakakufuru, wakaleta vurugu kwa Musa, wote walifariki au kuweza kupewa mamlaka ya kuingia Kanaani kwenda kumiliki, kwa sababu walitenda dhambi. Ni dhambi kwanza ambazo zinatufanya sisi tusiwe na uwezo wa kutiisha, wa kumiliki, wa kutawala. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini tunapoishi katika maisha matakatifu, maisha yanayompendeza Mungu, tukatunza ule mfano tulioumbwa nao, tukatunza ile sura tulioumbwa nayo, yani ile sura ya Mungu, tukaitunza kwa maisha ya utakatifu, maisha ya utauwa, tutakuwa na yale mamlaka ya kutawala, tutakuwa na yale mamlaka ya kutisha. Ndiposa mtu ataomba na atajibiwa na matokeo atayaishi. Atakemea pepo wachafu na watamtii. Atatiisha kila falme za adui na zitamkimbia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Tukishuka hapa, tukirukia mstari wa 8 hadi mstari wa 7 mpaka wa 8. Unasema hivi: uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Neno la Mungu linatuonesha hapa kisi Mungu alimwambia Yoshua, ili umiliki, ili utawale, ili ufanikiwe katika maisha yako, ili ufanikiwe katika elimu yako, ili ufanikiwe katika biashara yako, ufanikiwe katika ndoa yako, ufanikiwe kwa malezi ya watoto wako, ufanikiwe katika kila kitu ambacho kiko hapa duniani, unapaswa kuwa kwanza na moyo wa uhodari, kwa sababu waoga Mungu hawapendi. Anasema hivi, uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Tunapaswa kuwa na uhodari na ushujaa, kwa maana hata na Yesu pia akasema tokea kitabu hichi cha hivi vitabu vya Agano Jipya, anasema hivi, tokea wakati Yohana alipozaliwa na akaanza kufanya huduma yake aliyoitiwa,
mpaka sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Na hapa duniani pia tunatawala vitu na tunamiliki vitu tukiwa na moyo wa uhodari, tukiwa na moyo wa ushujaa, moyo usiojawa uoga, moyo usiojawa na wasiwasi au mashaka. Tunapaswa kuwa mahodari. Na uoga pia unaletwa na ile sasa tabia ya dhambi, kwa sababu ile sura ya kiungu ilishatuondokea na ule mfano wa kiungu ndani yetu ushatuondokea. Sasa mtu anaanza kuishi yeye kama yeye na maovu yakiwa ndani yake. Na anapokuwa na maovu ndani yake, adui atakuja atampiga tu kiurahisi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Akasema na uangalie tu kuzishika zile sheria, uzitende sawa sawa na gisi zilivyoandikwa, gisi Biblia inatamka, zile amri, zile shuhuda za Mungu ambazo Mungu anataka tuzifuate. Tuache uasherati, tuache uzinzi, tuache tabia zote zile ambazo ni mbaya mbele za Mungu, kuvaa vibaya, kutamka maneno maovu pia, hayo yote tupate kuyaacha, tutauona mkono wa Mungu. Akasema ili tupate kufanikiwa popote pale tuendapo, tunapaswa kuzishika zile sheria za Mungu. Njogi Mungu alimwambia Musa, njogi Mungu alimwambia Yoshua, mbele ya kumiliki, ili upate mamlaka ya kumiliki, ili upate mamlaka ya kutawala, unapaswa kuwa kwanza na ushujaa, unapaswa kuwa na uhodari. Na baada ya hapo sasa utaweza kuwa na ule uhalali tutakuja wewe wenyewe wa kumiliki na kutawala. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na tunapata kuona jinsi Yoshua alizipiga hizi falme zilizokuwa hodari, zilizokuwa za kishujaa miaka mingi sana, lakini kwa sababu alitembea katika sheria za Mungu na akatembea katika uhalali wa Mungu, yale mapenzi ya Mungu alikuwa akiyafuata, aliweza kuangusha falme nyingi sana kwa wakati wake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Tutamaliza tukisoma Timotheo wa pili sura yake ya kwanza mstari wake wa 7 hadi mstari wa 9. Vitabu ya Agano Jipya. Tunapata hapa Timotheo wa pili, waraka wa Paulo kwa Timotheo. Timotheo wa pili sura yake ya kwanza mstari wake wa 7. Tutasoma tu mstari wa 7. Tunasoma kwa msaada wa Yesu Kristo. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sisi tulipewa roho yenye haina uoga, roho ambayo ni ya kishujaa, roho ambayo inajaa ushindi ndani yake. Roho Mtakatifu ambaye Mungu alitutumia aweze kutuongoza na anatuongoza ndani ya ushindi. Ndio kwa maana Biblia inasema sisi ni washindi zaidi ya ushindi, kwa sababu ule roho aliye ndani yetu hajawahi kushindwa na chochote. Yeye ni mweza mambo yote. Kwa hivyo umpokee ule roho kwanza, ili uweze kuwa na mamlaka ya kutawala, ili uweze kuwa na mamlaka ya kutisha. Na kwa kumpokea ule roho wa Mungu ni mpaka mtu awe safi ndani yake, kwa kutubu dhambi zake zote, dhambi anazozitenda hadharani na dhambi anazozitenda sirini. Kila aina ya uovu unaotenda ndani yako, unaweza ukamzuia Roho Mtakatifu asiwezi kuja ndani yako, ili ukapata ile roho mwenye nguvu. Roho ya kumiliki, roho ya kutawala anapatikana kwa Mungu tu. Hakuna sehemu nyingine ambako anaweza kupatikana. Na mpasa kwanza mwanadamu kutubu dhambi zake, kuacha maovu, kuacha roho ya uoga, kuacha roho ya wasiwasi, roho ya mashaka, roho na zingine tu dhambi nyingine, kwa sababu hakuna dhambi ambayo Roho Mtakatifu anafurahia au ule uwepo wa Mungu unafurahia. Hakuna hiyo dhambi. Tunapaswa kutubu. Unapaswa kutubu ukatengeneza na Mungu wako, ili kupewa ule roho mwenye nguvu. Nasikia Biblia inasema hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Yeye pekee Roho Mtakatifu anakupatia kiasi kwa kila kitu ambacho unakitenda. Hawezi kupitisha kiasi. Lakini Roho Mtakatifu huyu anakupatia upendo. Pia Roho Mtakatifu anakuondoa uoga wote ule.
Wengine unaweza wakaogopa na mapito anayoyapitia maishani, lakini kwa sababu ule Roho Mtakatifu wewe iko ndani yako, anakupatia amani, anakupatia utulivu, anakupatia furaha, lakini pia anakupatia ushindi. Hauwezi ukashindwa na kitu chochote Roho Mtakatifu akishakuwa ndani yako. Labda usifuate tu shauri lake analokupatia, lakini kama utalifuata, huwezi kushindwa, huwezi kuwa na uoga. Utapewa mamlaka ya kutawala, utapewa mamlaka ya kutiisha kila kitu katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili. Utapewa hayo mamlaka, kwa sababu njoo huyo ambayo Adam na Eva walimuasi, wakatupwa nje ya shamba la Edeni. Lakini sasa Yesu alipokuja, alitukomboa, akatuosha kwa damu yake ya thamani, na tukaletewa tena yule Roho, akatumwa ile siku ya Pentecost, wa mitume wakampokea, na sisi pia mpaka sasa tuko naye. Tunapotubu tunajazwa Roho Mtakatifu, na tunapompokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tukabatizwa kwa maji mengi, tunampata na anaishi ndani yetu, anatuongoza, anatupatia ule utisho wa kutiisha kila kitu. Na wewe ndugu yangu, ubadilike, utubu dhambi zako, uweze kumpokea ule Roho wa kutawala tena na wa kutiisha. Utaweza kutawala mwili wako kupitia nguvu za Roho Mtakatifu ili uweze kushinda dhambi. Na neno hili tubariki sisi sote. Amen.